kutoheshimu sana ya kufanya kazi kwa mtumishi ambazo sio kwa wingi wa heshima. Hivi. Kuna mtu kama Lady JD alikuwa pale akisha kama mabinti wanajiamini akisema mimi nataka kuja kufanya muziki kama Lady JD. Kuna gogo kina Sister P, watu wengi kina B2K, kina Chiku, umeelewa? Kwa sababu walitengeneza barabara na waliaminisha. Unajua wale walikuwa wanatumika kama reference kwa familia, kwa bwana mama. Unaona Jide amefanikiwa, inaweza nikawa kama yeye. Kabisa. Leo karibu sana kwenye Flavor. Okay, na hiyo pia labda ningependa kuitolea hata kwenye upande wa football. Unajua kabla ya Samata kutoboa kwenye game, sawa? Watu wengi walikuwa waamini kama mpira unaweza kuwasaidia watoto wao kutoboa kwenye maisha. Umeona? Lakini baada ya Samata kutoboa kwenye game, wameona kwamba kumbe kwenye mpira pia kuna uwekezaji. Ndio maana hata ukiangalia sasa hivi wazazi wengi pia wamekuwa wamewapa ruksa watoto wao kutumia vipaji ambavyo wamepewa. Hata kwenye muziki pia nadhani waliotangulia kufanya muziki mwanzo wanaelewa. Watu walichukulia muziki kama ni uhuni, lakini muziki umekuja kubadilisha maisha ya wasanii wengi sasa hivi. Umeona? Umekuja kutoa ajira nyingi sababu ya muziki. Kwa hiyo imekuwa yaani hata wazazi pia sasa hivi wanapenda watoto wao, na mtoto anajisikia furaha kwamba mwanangu mimi ni msanii, anamsupport pia kadri anavyoweza. Kwa hiyo inakuwa ni nzuri pia. Umefanya kitu kikubwa sana. Ni wao ndio wametuspaa sisi mpaka leo tunafika hapa. Ni wao. Of course nimekuwa na kutana sana na sometimes wasanii wenyewe ama baadhi ya watu wakiwa na neno moja lolote. Watu walikuwa wanaamini kwamba muziki ni kazi ya kihuni. Unahisi kwa nini mzazi alikuwa akiambiwa kuhusiana na muziki ulimwende, kwa maana ya mfano ya Mr. na Missy akiambiwa kuhusiana na kuwa mwigizaji, moja kwa moja picture yake ni kwamba unaingia kwenye tasnia yenye uhuni? Nini kilikuwa kinawafanya wao wanaamini hicho kitu? Kwa sababu mimi naamini kila kitu kinakuwa na sababu. Ni kwa sababu tu walikuwa hawajapata elimu, na pia walikuwa hawajapata mafanikio. Walikuwa hawajaona mafanikio ya watu ambao wanayapata kwenye hiyo kazi wanaoifanya. Unajua ili uweze kuona kwamba hii kazi ni nzuri, lazima uone mafanikio kwamba mwenzao amefanikiwa katika hiyo engo. Kwa hiyo sasa hivi wamewaruhusu watoto wao pia kufanya, kwa sababu wanaona kwamba kuna watu wamefanikiwa, kuna watu wametoka chini kabisa, walikuwa na maisha magumu, lakini kupitia sanaa wanaoifanya wameweza kufanikiwa. Umeona? Kwa hiyo unajua pia kitu kimoja ambacho naomba nizungumzie, wazazi wengi si wa Kiafrika tuliamini sana katika elimu. Unajua kwamba elimu inaweza kusababisha kwenye maisha yako kafanyaje ukatoboa. Kwa hiyo wakasahau vipaji. Lakini wenzetu kufanya Marekani, nchi za wenzetu ambazo zimeendelea, wana invest sana kwenye vipaji, kwa sababu wanaamini kwenye vipaji ndio ambavyo vinaweza kumtoa mtu kwenye maisha. Unajua? Kwa hiyo ndio ilikuwa ni sababu, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba ni sehemu ya uhuni, kwa sababu pia hata walikuwa wanaimba mwanzo, na ndio maana kulikuwa na baadhi ya media ambazo zinachagua kupiga zile nyimbo. Unajua? Kwa hiyo kulikuwa mapokezi yao yalikuwa ni madogo sana tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo pia ilikuwa ni changamoto sana mzazi kumruhusu mwanae kuimba akiona bwana na vilasta na kama muuni na nini, unajua zile. Yaani scenario pia ambayo ilikuwa hata zamani kwamba akiona mtu mwenye rasta na mimi huyu atakuwa namna gani TMK, unajua lakini sio kweli. Kwa hiyo kadri siku zinazozidi kwenda tutazidi kupata elimu zaidi na zaidi. Unahisi wazazi, jamii, watu wanaotuzunguka kukutana na kijana ana rasta, ana ireni, ana tattoo, anaona ni kawaida? Unahisi ni elimu ambayo watu wameipata, ama tuko kwenye utandawazi ambao tunaamini kila ambacho tunakifanya inawezekana ni sahihi? Ni elimu pia na utandawazi, kwa sababu sasa hivi unajua zamani walikuwa kama alivyokuambia mtu kama rasta anajua kwamba huyu lazima atakuwa muuni, atakuwa mwizi, lakini sio kweli. Umeona? Kwa kadri jamii inavyozidi kuelimika anajua kwamba hivi kumbe vitu vya kawaida. Mtu anapenda kuchora tattoo ni unyamwezi, kaamua mwenyewe kufanya. Unajua? As long as hamkeli mtu anafanya kwa faida yake mwenyewe. Kwa hiyo imekuwa ni elimu pia amepata utandawazi. Unajua uhuru pia umekuwa kwamba unaweza kufanya kitu unachokitaka ukishajisikia, ukishakuwa mtu mzima tena unaweza kujitegemea. Umeona? Kwa hiyo imekuwa ni hivyo. Uko kwenye game kwa muda gani sasa? Ni muda zaidi ya miaka 7 kwenye game. Zaidi ya miaka 7? Miaka 7 maana yake kama 2005 hivi ndio ulikuwa kwenye game. 2015 nilikuwa kwenye game. Ulikuwa kwenye game. So tuna mark miaka 7 mpaka sasa hivi Navi uko kwenye game. Na nataka uniambie changamoto kubwa ambayo umewahi kukutana nayo kwenye muziki kwa miaka 7. Changamoto zipo nyingi, kwa sababu ni changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo. Tunakuwa tunafanya projects zinashindwa kufika kutokana kwamba kipato kinakuwa ni kidogo. Na ni changamoto kubwa, source ya vyote changamoto ni kipato. Kwa hiyo unafanya project afu mwisho wa siku inashindwa kuwafikia watu wengi kutokana kwamba unakuwa huna kipato cha kufanya. Lakini
game bwana nimeanza muda sana. Pengine naamini ipo siku na mimi Mwenyezi Mungu atanifikisha sehemu. Na pia kitu ambacho nimegundua kwenye muziki, muziki unajua una madaraja kama 4 ambao mimi nimegundua. Kuna daraja letu sisi ambao tunajitafuta. Unajua? Kuna daraja la kati. Alafu kuna daraja la VIP, alafu kuna VVIP. Ambao sasa nikianza kuelezea hapo, kwa mfano kama VVIP, tunazungumza tu kama kina Diamond, kina Rayvanny, ni wasanii ambao tayari wako dunia inawajua. Umeona? Tukija kwenye VIP hapa, kuna wasanii pia ambao wanajulikana Afrika Mashariki. Yaani Tanzania wanajulikana. Sasa unajua ni kwamba anaweza kwenda sehemu fulani akatembea na kijiji. Sasa unajua, alafu kuna wasanii wa level ya kati ambao ndio labda wakina nani wasanii ambao wametoka hivi karibuni, kwamba tayari wao dunia inawajua, yani kijiji kinawajua, japo sio kwa ukubwa ule. Sasa kuna daraja ambao nipo mimi ambao ndo bado naendelea kujipambania. Yani angalau nitoke kwenye daraja ambao nipo nifikie daraja la kati ambao kwamba najulikana, basi angalau Tanzania pia najulikana. Kwamba naweza nikatoka hapa nikaenda Mwanza nikaandaa show, au nikaenda Msoma nikaandaa show nikapata mapokezi mazuri. Umeona? Kwa changamoto imekuwa ni hiyo, kwamba kuyavuka ile madaraja kufika kule inahitaji uwe na kipato kikubwa sana. Uwe na management angalau ambapo naweza kusupport, kwa sababu mimi nafanya muziki sina management, nafanya mimi mwenyewe. Na muziki ukifanya ukiwa una management kidogo kuna changamoto, kwa sababu itakulazimu kila kitu ufanye wewe kama wewe. Umeona? Unataka kushoot video inabidi ongee mwenyewe na director, kuna video vixen utakao ongea naye mwenyewe, madansa hivyo. Kwa hiyo kila kitu tunakuangalia wewe, promotion nakuangalia wewe. Kwa hiyo inafikia stage unafeli, unakwama, yani sababu kipato kinakuwa ni kidogo. Hiyo ndio changamoto kubwa. Miaka 7 mpaka sasa hivi imekulipa kiasi cha kuwa proud tukiwa tunazungumzia kuhusiana na biashara ya muziki, unakuwa kifua mbele kwamba wewe nimekaa miaka 7 na hicho ndio kitu ambacho nimeenda. Muziki bado hujanilipa kwa kweli. Ni bado naudai pesa nyingi sana. Lakini bado sijaukatia tamaa, kwa sababu mimi naamini muziki ipo siku utanilipa. Naamini kabisa, kwa sababu nimeona watu ambao pia wamehaswa kwenye game muda mrefu, wamekuja wametoboa na maisha yao sasa hivi yanaendelea. Kwa hiyo mimi naamini ipo siku tu nitatoboa, na naamini ipo siku nitatoboa, kwa sababu hata kufika hapa pia kwangu ni hatua ambayo nilikuwa sijawahi kufikiria kwamba ipo siku nitafika. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, navyozidi kuachia kazi, kuna level pia nakuwa naifikia. Kwa hiyo level ipi ukifikia kwenye muziki wako nazo unasema nimefanikiwa? Angalau kuwa kama kina Sergeant vile. Unajua kuna level ukifikia kama Sergeant anafahamika Tanzania nzima. Anaweza kuachia leo kazi ikaenea Tanzania nzima. Umeona? Kwa hiyo nikifikia level kama kina Sergeant kwangu inakuwa ni kubwa pia kimuziki. Sergeant kafikia level gani ambayo hujafikia? Level ya kati. Level ya kati. Kuna mtu inawezekana haelewi ukisema nataka nifikie level ambayo amefikia Sergeant. Maana yake ninapozungumza Sergeant kafikia level ya kati, maana yake Tanzania inamjua. Yaani kwenye masikio ya watu, yani sio mgeni. Umeona? Lakini mimi bado pia ni mgeni kwenye masikio ya watu. Watu wengi hawajanijua. Kwa angalau nikifikia level kama kina Sergeant. Sasa ukitoka kwenye level kina Sergeant tunakuja kwenye level kina Chino. Umeona? Ambao pia inahitaji ufanye kazi kufikia hiyo level. Japo inawezekana unaweza kufanya, unajua muziki pia una maajabu. Unaweza kufanya buba, kesho kujikuta upo hapo, afu kitu ambacho kwa uamini, unajua? Wenyewe wanasema ukisikia nyuma geuka wa kwanza. Wa kwanza kwa mwisho ndio hivyo. Shangaa tu pumpa, na vidadi huyu tuko naye hapa ndio hivyo, unajua? Lakini kwa jinsi ninavyoenda na kabisa kuna namna nitafikia. Yaani angalau nifikie level kina Sergeant cheka nani hivyo. Naamini kwamba hapo sasa naweza nikaenda zangu hata Morogoro huko nikaondoka na kijiji, naweza nikaenda Iringa huko wapi hivyo, unajua? Kwa naomba Mungu angalau anifikishe level hii hapo. Kwenye nyimbo zote ambazo umezifanya mpaka leo, kuna hao, kuna Mkombozi, sijui kuna Tikisa na nyingine. Ipi ilikukosi production kubwa sana? Tikisa bwana ni video ambayo kwanza nimeshoot mara 3. Yaani video ya kwanza nimeshoot na director, tumeshutia Kunduchi. Video ile imeshaswa akaja kuniambia bwana, video imeharibika, sio nidondoshe kisteno na nini. Maneno yalikuwa ni mengi. Kwa hiyo kibinadamu tu nikaona kwamba maybe anaona video sio kali. Kwa hiyo ikabidi aniambie kwamba video imeharibika. But ulilipia? Nilikuwa nimelipia. Nilikuwa nimelipia, lakini sasa tukaja sasa kwenye kufikiria tunafanyaje video nyingine. Kwa hiyo ikawa ni changamoto. Kwa hiyo tukapanga ameshaanza blaza isiwe kesi. Fanya kitu kimoja. Kwenye ile pesa ambayo nimekupatia, naomba unirudishie kiasi fulani. Na mimi niongezee nifanye tena video. Umeona? Kwa jamaa kweli akawa muelewa, akanirudishia kiasi fulani. Kwa hiyo nikajichanga tena upya. Nikamtafuta director Miki ambaye shoot nyimbo za Ibla sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo nikaa nimefanya naye video. Sasa issue ilikuja kwamba hii video kwa sababu nimtumia audio akasikiliza, akaniambia kwamba kuna namna natakiwa tupate ma video vixel wa design hii kutokana na wimbo jinsi ulivyo. Akanitumia di picture. Umeona? Nikachagua akasema huyu kijana naye itakuwa vizuri zaidi. Sasa siku ya kushoot kaja na mtu ambaye sio yeye.
ambaye nilikuwa nimepoint mimi. Sasa ukiangalia tushalipia na nini na watu washakuja, tukaona basi ngoja tushoot. Baada ya kushoot ile video, baadaye kanitumia demo. Nikaangalia video nikaona kuna kitu kama kinapelea hapa. Nikamwambia brother, hii video hii audio ni kali sana. Tukifanya hii video tukiachia hivi basi kuna kitu kinakuwa kinakosa. Hiyo siku ya pili ujue hiyo video, hiyo mara pili. Ikabidi tupange tena siku nyingine ya tatu tushoot. Ndio ikabidi force kupata madada wengine kama watatu hivi ndio tukafanya hiyo video. Kwa hiyo ni video ambayo imenicost sana. Yaani hiyo ni video ambayo imenicost. Umekuja kukamilisha wimbo wako ambao umefanya na Zaid. Yeah. Tunafahamu uwezo wa Zaid. Yeah. Tumemuona kwenye industry, amewahi kufanya kazi na Kikosi Kazi. Yeah, Kikosi Kazi ndio timu yake. Of course, timu yake na anafanya vizuri. Zaidi tunaweza tukamweka kwenye level ipi ya kazi ya wasanii ambao wewe umetaja level 4. Natamani kufahamu pia namna ambavyo wewe na Zaidi mconnect mpaka mkatengeneza wimbo. Zaidi napenda kumweka kwenye level ya VIP. Kwa maana kashafanya makubwa kwenye muziki. Zaidi mimi unajua Zaidi ni mtu ambaye yuko humble sana. Tofauti na watu jinsi wanavyomchukulia. Zaidi mimi ni blaza. Tumekutana pale Bantu Studio, nilikwenda pale kufanya kazi pale kwa Frenkeni. Kwa hiyo naye pia kana anakuja sana pale. Unajua kwa tukapiga story familia. Unajua mwisho wa siku basi blaza tushakuwa ndugu tayari. Mimi uwezo wa kulipa mimi sina. Ila kama itawezekana blaza mimi ni bless hata verse kwenye ngoma yangu. Nikamsikilizisha pale ngoma akasema sana, kumbuka ile siku alikuwa anapima wenge. Umeona? Pia akasema Zaidi mbona kama kuna kitu msaidie dogo kwa sababu huwezi jua huyu mdogo wetu tupo naye kila siku studio hapa. Umeona? Alafu ukubwa wako pia kuna level unaweza kumfikisha sehemu. Msaidie. Kwa Zaidi pale alikunjua tu nafsi. Sijampa hata pesa aina yoyote, hata shilingi 10. Kafanya verse pale, verse yake. Umeona? Kweli ngoma ilikuwa ni kubwa. Kama nilivyokuambia tu mwanzo, yani changamoto kubwa ni kipato. Kwa ile video ni yani ni video ambayo pia nikikaga naiangalia nasema wenda tu labda siku Mungu amefanya maajabu ngoma moja limeenda ili pia itakuja kuondoka. Yani kama ikitokea ngoma yangu moja imeenda, hiyo ngoma iliyofanya na Zaidi pia itaondoka kwa sababu ni ngoma ambayo ni kubwa. Yani kila siku naiona kama ni mpya hivi. Umeona? Yani ni ngoma moja kubwa sana. Okay. Ukisema ndwindwa. Yeah. Ina maana gani? Ndwindwa maana yake ni mtu ambaye yani ameelewa yuko chakali. Yani kondwi yani chila lila yani kondwizi yani ndiko ndwindwa. Yeah. Nilikuwa namaanisha hivyo. Yeah, nilikuwa namaanisha hivyo. Sasa hii ndwindwa maana yake. Unaweza kujua ni kabila fulani hivi. Yes, nikaa najiuliza sana au kuna namna kuna ukabila umehusika tena huko, alafu sisi tujapata nafasi ya kusikiliza. Of course na Vidavi yuko hapa anatambulisha ngoma yake mpya amefanya na mtu mzima Zaid, lakini pia Mshua yuko hapa kuhakikisha pesa zinaendelea kutoka kama kawa. Yote ni kwa buku kwenye simu ya mkononi, ni Vodacom, weka pale, kaweke Yas, kaweke Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni ni 321111, alafu kumbukumbu namba ni 333 au neno bongo. Kiasi utaweka buku na nambari yako ya siri, utakuwa umekamilisha muamala huo kutoka. So kwa Vodacom ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua mahali ambapo unaweza ukalipia bill na ukiweka namba ya kampuni weka 321111, ukiweka kumbukumbu namba nenda kaweke 333 au neno bongo. Kiasi utaweka buku, nambari yako ya siri, nenda kukamilishe huo muamala kutoka. Lakini pia kwa mtu ambaye atakuwa anatumia Halotel, akaweke pale kwa nyota 150 nyota 88 alama ya reli, achague sehemu ambayo unaweza ukalipia bill. Ukiweka namba ya kampuni nenda kaweke 321111, ukiweka kumbukumbu namba nenda kaweke 333 au neno bongo. Kiasi utaweka buku na nambari yako ya siri, kamilisha muamala kutoka. Kuna 300,000 niliahidi kuzitoa hapa. Kuna 300,000 niliahidi kuzitoa hapa na ndizo ambazo nitakuwa kuzitoa muda mrefu. Amini muda mfupi kutokea hapa sasa hivi. Kwa hiyo unaweza ukaenda kufanya hivyo sasa hivi kwenye mtandao wako wa simu, kama ni Vodacom, kama ni Yas, kama ni Airtel ama Halotel, alafu ukiweka namba ya kampuni nenda kaweke 331111, ukiweka 321111, na ukiweka kumbukumbu namba nenda kaweke 333 au neno bongo. Kiasi utaweka buku na nambari yako ya siri, utakuwa umekamilisha huo. Sana na mdau sasa hivi anataka kuwekeza pesa. Yeah. Kwenye muziki wako. Ndio. Vitu gani vya kwanza utatamani kuvifanya na collab zipi za kwanza utatamani kuzifanya?
Collab yangu ya kwanza ambayo natamani kufanya na Chino. Chino ni msanii ambaye amekuwa na nguvu sana. Kwanza ana moyo wa kusupport vijana wenzie kutokana kwamba pia anajua alikotoka ni wapi. Kwa hiyo na siku moja pia naweza kufanya kazi na Chino na mimi itakuwa ni kazi kubwa pia. Msanii yote pia anaweza kufanya naye kazi kwa sababu mimi sina mipaka. Lakini unajua kuna ile kwamba unakuwa na wish kufanya kazi na mtu fulani. Kwa hiyo popote alipo bwana Chino kama anasikiliza interview hii hapa bwana, naomba pia ni bless bwana, Mungu atamsaidia bwana. Mimi uwezo wa kumlipa sina, ila kama ataamua kufanya kilo safi bwana, asijua sote vijana tunapambania kombe ya. So Chino please, popote ulipo kama unasikia bwana ndugu yako na Vidadi hapa, unaweza kanibless hata verse kwenye ngoma yangu. Umewahi kupata nafasi hata kuonana naye maybe kuzungumza? Hapana. Hujaja radio leo? Hapana, sija kupata nafasi ya kukutana naye. Na pia na wish hata nikutane naye tu niweze kuongea naye. Okay. Hata mawasiliano naye una? Sina hata mawasiliano naye. Kwa tukipata collab ya Chino atakuwa tumeua. Sana pia kuna ngoma moja nimeifanya hiyo lagatoni fulani hivi na maana kama akikaa mle itakuwa ni noma sana. Chino nadhani atakuwa nasikiliza hichi ambacho umemwambia, lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia Instagram huko kote atakuwa anapata nafasi pia ya kuangalia hichi ambacho nakizungumza. Ina pretty sure tukija kuzungumza hapa next time tunaambia bwana Noe, ile collab ambayo nilitamani kulipata kutoka kwa Chino sasa hivi nilipata na ndio hili hapa ambalo tunalizungumzia. Au wewe unasemaje? Basi itakuwa ni furaha kubwa sana. Unajua mmoja wa sana ambao nawatazama sana. Unajua mimi kuna picha zingine nazitazamaga za Chino kabla hajatoboa. Ni mtu ambaye amehazo sana. Ndio maana anakuwa na moyo fulani wa kusaidia kwa sababu anajua maisha aliyotokea. Kuna picha moja ile kupost akiwa na mama yake akiwa kijijini kwao. Ni maisha ya kwetu, of course pia mimi ni maisha yangu. So na wish siku moja mimi kwenye game angalau kuna level nifikie kwa sababu shaka nazili kwenye maisha yangu kwamba na wish siku moja nimjengee mamangu nyumba kwa ajili ya muziki. Yaani kabla mimi sijafanikiwa, yani kabla sijaondoka duniani hapa, basi Mungu anipe uwezo kumjengea nyumba mamangu kwa ajili ya muziki. Afuzeni nimkabidhi mama, hii hapa nyumba yako. Hii ni kwa sababu ya muziki. Kwa sababu najua sisi ambao tunatoka vijijini, mzazi wako akiwa na appreciate tunachokifanya, hata kama haja kutolea pesa, maana yake pia ni support kubwa sana. Mamangu mimi anapenda anachokifanya. Hajawahi kunizuia wala hajawahi kunikataza. Ila tu kwamba hana pesa kuweza kunisupport. Kwa hiyo hicho anachokifanya pia kuweza kukubali anachokifanya. Kwangu mimi ananiinspire sana. Kwa hiyo lazima naamini po siku moja nitamlipa fadhila. Laki 3 zinatoka sasa hivi. Yes, zinatoka sasa hivi. Na kama umeshashiriki Cheza Pesa, basi jua wewe ni sehemu ya watu ambao wanaondoka na hizo pesa kutoka kwa mshio ambazo Mjahidi nitazitoa. Of course ni shilingi 2020 kwa watu wangu 150. Mambo vipi? Mambo vipi? Kwema, mimi naitwa Noe the Future kwa hapa Samiri Master Vibe. Hii ni Flavor kutoka Bongo FM. Unaitwa nani, unatokea wapi? Freddy Lucas, umeshiriki Cheza Pesa mara ngapi leo? Leo nimeshiriki mara 2. Umeona 2020 kwenye simu yako? Unatumia simu gani? Smartphone ama kiswaswadu? Natumia kiswaswadu. Maana yake lazima ukate simu ndio utazame muamala. Basi tazama huo muamala alafu unirudie kwa sababu kuna shilingi 2020 kutoka kwa mshua zilikuwa zinatoka hapa. Yes, na wewe ni miongoni mwa watu ambao wameondoka na hiyo pesa. Hongera sana. Chabwisho napi kwa mashabiki zako na watu ambao wanakusikiliza sasa hivi ambacho wanatamani kukisikia ni kipi? Kwanza kitu ambacho natamani wakisikie kwanza, mimi ni msanii ambaye nimetokea Mwanza. Mimi ni msanii ambaye nimetoka Mwanza na sio Mwanza mjini. Mimi mwenyewe kuna kauli mbiu yangu nasemaga mzinza mmoja kutoka Mwanza ndani Buchosa. Mimi ni msanii ambaye nimetoka Buchosa. Kwa hiyo ukifika pale Mwanza mjini unavuka Kamanga, Sengerema, ukifika Sengerema unapita Nyeunge, huko ndo Buchosa. Kwa hiyo karibu sana siku moja uweze kufika Buchosa. I wish siku moja nije kuwa msanii mkubwa basi nikupeleke hadi Buchosa pia. Kwamba nitashukuru sana. Kwa hiyo mimi ni msanii kutoka Mwanza. Bado naendelea kupambania Mwanza. Unajua pia Mwanza kumekuwa na uhaba wa wasanii. Unajua wasanii wapo wengi lakini kuna namna tunakuwa hatufikii malengo. Yaani sijui kwa nini. Unajua kumebaki wale wasanii ambao wewe utuambie. Sasa hatujui shida ni nini kwa sababu
kuna wale wasanii ambao wameshatengeneza majina baki kuwa wao tu. Umeona, sio wasanii ambao nakuja kidogo kuna kwa nafasi na kwa ni ngumu. Sasa sijajua shida inakuwa nini. Maybe wakubwa zetu wanakuwa hatukunjulii nafsi labda. Jamani wakubwa zetu tufungulieni moyo basi angalau na nyinyi. Sio wadogo zenu nyinyi kwenye game mmeshafanya makubwa kwa sababu ujue mkoa kama Mwanza tutakuwa na wasanii wengi. Umeona? Tutakuwa na wasanii wengi. Sasa ukiangalia hao ambao hapo kwenye game ni wasanii wakubwa tayari washafanya yao. Sasa wadogo zangu tunakuja pia inabidi tukunjulie nafsi. Kama kuna namna anaweza kusupport na makolabo, watu pe makolabo kwa sababu ule mkoa wetu ujue. Lazima kwa sababu atakuja kustafu kwenye muziki na Mwanza takosa wasanii sana kwa uongo. Unajua? Kwa hiyo lazima tushike mkono akina Nkila au akina Baraka, umeona Vanilla. Unajua Vanilla shakuga mshikaji wangu pia kabla hajajipata. Umeona? Kwa mshikaji wangu kabisa. Kisa siwezi kulaumu kwa sababu maisha yanabadilika. Unajua alikuwa ni mwanangu kabisa na paza na umeona sasa unajua kashinga kwenye lebo kubwa. Kashapoa level kubwa. Na ngoma yake moja anasema mipango ya pesa anayopiga na washikaji zake akiwa hawana pesa. Ni tofauti na ile ambao wanazungumza wakiwa na hela. Kabisa. Maisha kwa sababu ujue pesa na tabia fulani hivi kwa namna inakupeleka sehemu hivi na inakutoa sehemu fulani na kupeleka sehemu fulani. Na sio kwa ubaya, ni kwa sababu pesa nataka hivyo. Unajua kwenye maisha. Yaani lazima kwa namna nitakuwa nafikiria sasa mimi sasa hivi nishakuwa na pesa kweli ni wale wabukumbiliza kaugua utakuwa ni wale 7,000 yani kwa namna hivyo nakula sio kwa ubaya lakini ni kwa sababu ni pesa ujue kwa namna kwa hiyo hivyo bwana wasanii wa Mwanza nyewe wakubwa wameshafanya makubwa tukunjie nafsi wadogo zenu pia na sisi tuendelee kuwakilisha mkoa na sisi pia muda wetu ukipita pia tutakunjia nafsi watu wengine pia lengo kwamba Mwanza endelee kuwa Mwanza kwa sababu Mwanza inafahamika na vipaji vikubwa umeona kina Nkila kina Baraka Vanilla kina Chibaba Mwafidikiu kwa umeona kwa hivyo tupokeni wadogo zenu jamani mtushike mkono kama kuna njia inabidi mtuonyeshe basi tuonyesheni tupenyezeni angalau tupite hivyo. Karibu tena Flavor. Asante nashukuru sana. Yaani mimi kuwa hapa namshukuru Mungu sana. Ni hatua kubwa. Nashukuru sana pia Mungu awabariki. Mmekuwa ni watu ambao mnatupambania sana muziki wa nyumbani. Mungu awabariki sana azidi kuwatia nguvu muendelee kuwepo yani mwishi miaka mingi sana. Kutoka Mwanza ndani nichosa huko ni noma ni fati ni noma tuko fulu kama BOT kwa meza hii ukiatimbano hauto tukipiga simu kwenye vibe no soko jana nimeshusha jackpot tuko hapa toka jana tuyalala nimenda watu mbiani sato na sangala ukija kwetu siwe na papala ujipange kwetu tukupe misala oya ni noma ise oya ni noma ise kudadale oya ni noma ise oya ni noma ise kudadale umudani lewa patoshi leta misosi alisijeka kukosti ako kapochi uyo demu wa poti wewe toka uje ukubia zimelipiwa kama vipi uje likosi nitakulipia kwetu ni noma oya ni noma ise oya ni noma ise kudadale oya ni noma ise oya ni noma ise kudadale paka chini stay paka chini na yona moisa dari tata sari amekeshi bila mkopo maana kila siku wanatona na kesho kama wamechosho Flavor Noma asijakanyona na wanasema wamekaa alafu pesa zimejaa mibala mabebi zao na tunyo sivifu leo ni mati nulungu wala manati tumekuja kufurahi kote kati tucheze na tusiketi wapita njia nao watamani nasi tumetamani mpaka tumeingia ndani oya ni noma
ni noma ise. Oya ni noma, ni noma, ni noma ise. Kudadade, oya ni noma, ni noma, ni noma ise. Oya ni noma, ni noma, ni noma ise. Kudadade.